Pamela, unajua kwamba wewe ni mzuri sana. Unajua kwenye maisha watu wema wanakutana na watu wabaya, na hao watu wabaya wanawafanyia ubaya wale watu wema. Tafadhali London, maneno unayoongea yananiumiza sana moyo wangu. Najua pokea hili kama tabasamu la maumivu. Tabasamu la maumivu linakwenda kukupa wewe ujasiri wa kuanza maisha mapya. Kwa sababu naweza kusema hongera kwa kuzitunza hisia, lakini pia umekula hasara. Kwa sababu yule ambaye ulikuwa unamtunzia hizo hisia sio mwanaume mwenye hisia na wewe. Mimi na mtu wangu kama ninavyosema. Sawa London, lakini kumbuka nimetunza usichana wangu kwa sababu yako. Come on. Hivi, unataka nikudanganye? Nikwambie uongo? Okay, fanya hivi. Mimi nikudanganye na kupenda wewe. Unadhani mtu wangu atakuwa na hali gani? Vile ambavyo mimi sipendi kuumizwa, na mimi pia sipendi kumuumiza binadamu mwenzangu. Tena kwenye hususani swala zima la kihisia. Nimewekeza hisia na wewe umewekeza hisia kwangu. Hivyo basi siwezi kuzikatisha ndoto zangu. Naomba tu nikutakie usiku mwema. Hapana London, usiseme hivyo. Mimi nikuja hapo kwa sababu yako. Dada, naona wewe sio mwelewa Alafu nahisi kitu. Kama umetumwa kuja kunijaribu na kama mnanirekodi, labda nikwambie tu, hapa kwangu umenoo. Mimi ni mtu ambaye na hisia zangu na simamia misimamo yangu. Naomba uende bwana. Usicheleweshe muda wangu. Nikuelewe nini? Hebu bwana niache sasa. Mtu anakueleza ukweli utaki kunielewa. Unataka nibadilike sasa? Hebu dada nenda bwana. Nenda bwana wewe. Usinichanganye mimi. Wewe nimekusaidia tu unatengeneza hisia. Kama ilivyo ulivyotengeneza hisia zako kwa kusaidia, basi tengeneza maumivu, kwa sababu nimekutengenezea hisia za kukusaidia, umetengeneza upendo. Si bora niwe mkali tu utengeneze maumivu? Dada vipi? Mbwa kasorokia.
Ndogo wangu mimi nimefurahi sana. Umekuja. Nafurahi umeitikia wito. Mimi kama kakako nimefurahi sana. Ombi langu mimi moja tu. Unipe 10,000 mimi kwanza nenda zangu ba kanywe pombe. Suuze figo. Oja ama pombe kwenye maubanda naumiza hayo. Tesa mimi sasa leo lazima ni usto maskini naenda kwa counter tabia mwanamke nyonga baridi safi na shuka hadi kila kitu kinasikia maini anaona leo mwenye mwili wake kakakosea glasi. Kamkubwa, leo unajisikia hicho unachokizungumza? Kwambia 10,000 mimi nikanywe bia leo, sitaki kunywa pombe kali na kumbe mimi ndo sisikii unachoongea. Okay, anyway, labda mimi nikuulize swali. Hivi tumebaki wangapi sisi? Wawili. Yes. Tumebaki wawili, yani mimi na wewe, yani baba mpumbavu mshenzi mjinga mmoja, yani mzee anakuja kufuata kwa ugonjwa ambao ukimwona ugonjwa kukuua, ugonjwa mmoja wa kukutia aibu au kukufezesha. Kwa sasa hivi tunaona ukimwi anakula dawa vizuri. Mimi nikiupata kunywa zangu dawa mchana usiku bia. Mimi sijakuitia hayo bwana. Hatuwezi kumzungumzia mtu ambaye ameshatangulia mbele zake, amepumzika yuko mbele zake huko. Brother, mimi nimekuita hapa tuongee mambo ya msingi sana. Alafu siko vizuri, usinione hivi, siko vizuri. Sababu na malalamiko yako. Kwa nini umemshikia panga shangazi? Na kuuliza, kwa nini umemshikia panga shangazi? Unampokonya pesa za kujengea makaburi. Hiyo ni haki kweli brother? Ni haki kweli? Makaburi ni alama. Kujenga kaburi ni kuweka alama kwa ajili ya wazazi wetu. Wewe umechukua fedha umekwenda kunywa pombe. Fedha makaburi umepeleka wapi? Pesa ya kujengea makaburi. Na kuuliza,
Tatizo lenu nyinyi Afrika mnaamini kwamba mtu akiwa Ulaya tayari anakuwa na hela. Sio wengine hatuna hela mzee. Si mimi mwenyewe bado mwanafunzi. Hapo mwanafunzi mwenyewe namfadhili, tumfadhilie tena mbongo. Bora alikuwa mfadhili mtu wa Ulaya huko, lakini mfadhili mbongo. Kwa hiyo mimi nabeba boksi, najilipia ada. Vitu vingine lazima nisaidiane na mfadhili kwa sababu tu umefadhiliwa tu ndo basi unabaki unatingaa. Sasa wewe mwenyewe si ndio ulisema kabisa kama utanipa mtaji? Wewe sema mimi utanipa mtaji. Of course nilikwambia ndio kwa mtaji, lakini sikuwa nakutafutia. Haya sasa hiyo fedha umeenda kufanya mtaji. Mtaji gani? Ni biashara gani ambayo unafanya? Tuambizane basi hiyo biashara yako ambayo unaifanya. Na kukumbusha. Yale makaburi ni alama. Na ile alama ni kwa ajili ya wazazi wetu. Mimi nasitaka zile fedha brother. Mimi naona unanyanyasa tu. Na lolote. Nafikiri mdogo wangu umekuja tunaongea vitu vya maana, vya msingi, vya busara, vya hekima mtu na kaka yake tujue hivi kweli hiki kitu ni mtu na kaka yake. Wewe kuja mimi unakuja unaninyanyasa. Unaninyanyasa mimi na kigari chako hivi. Kwanza kigari chako chenye cha mkopo hivi. Wewe unakaa unaninyanyasa mimi kaka yako. Mimi ndo wa kwanza kuzaliwa. Ningesema mimi ni mbane mama hivi angekufa ungezaliwa. Ungezaliwa mpumbavu mmoja mshenzi kabisa tunataka kunielewa mimi. Kwa mwenyewe umesema unanipa mtaji. Cha ajabu mtaji hakuna chochote hakuna mbwa. Wewe unashindwa kunielewa mimi kaka yako ninachokueleza na ukashindwa kukaa kabisa ukasema kaka anataka nini? Kwenda na kile chako cha mkopo mimi. Sasa unaenda wapi? Meenda zangu kilabuni achana mimi mpumbavu mmoja mbwa. Wewe unashindwa kukaa kwa nisikiza mimi kaka yako kama kaka yako unaletea mbwa ajabu. Tena mbwa ajabu mimi kiasi utapita kukaa kubembeze wewe nani au shangazi yako wewe nani? Sekweto longa. Mkuru naronga mkuu. Hapa Tanga hapa. Kila tu inatakiwa tubadilishe mfumo wa kuanga. Kila tukienda kuanga usiku anaenda kwenye vijamvi, kwenye vigodoro. Tunakuta nyumba nyeupe kabisa. Nachukiaga mimi maana sitaki maendeleo yao. Umenielewa? Tuanze kuroga hawa wanaochezesha nani vijamvi hawa. Umenielewa? Tuwaroge wale. Halafu kuna huyo anajiita Mwandei. Mwandei ndo tuanze nayo. Mkurungu anajaza watu nyomi. Ndo maana tukenda kuwanga hatuwakuti. Anawawaza na wajaza utakuta wanacheza tiriri saa 7 tiriri. Muda wetu huo tiriri saa 8 mpaka kuna kucha anawajaza tiriri. Ndo tuanze naye huyo Mkurungwa. Yaani mimi ananikera huyo Mwandei mimi. Kesho mimi naanza na speaker zili. Wakiseka genge na disconnect. Shenzi kabisa. Sipendi Mkurungwa. Sipendi. Show kama hizo ngumu nitume mimi usitume huyu. Sawa sitaki mimi. Tunaanza naye kesho. Halafu na yule mama Kibonge yule amejaza yule anayeuza misamaki yule. Uono yule sana kataga kunibakishia yule. Kesho auze hata mmoja nikirudi kwenye friji na jizolea. Sipendi mimi. Mkuu. Nilikuwa naomba tu hela pili liwe dogo tu mkuu. Tukienda katika mambo yetu yale. Usizibe riziki sana katika masuala ya hapa. Maana kuna nyumba zingine ukienda unakuta uono tu.
uono tu. Sasa nikienda nyumba nyingine nikikuta ni vyuku, ni hapa tu Mkulungwa nisibaki mivupa mikavu, nisije nikaishiwa kama pawa, sawa japo sitaki maendeleo, ila nisisikie mtu kanunua pikipiki wala bajaji wala gari. Yaani mtu akinunua maendeleo yoyote atengeneze ile mibaskeli ya miti ya utotoni ile ya kutembelea, ndo maendeleo hayo mkuu, ndo hayo Nimekusikia. Wazo la kwanza lizuri. Ni kweli wanaokuwaga wanabaki ni wazee tu, na wakati vijana ndio wenye maendeleo. Tutabadilisha ratiba. Hili la pili niachie, talifanyia kazi. Talifanyia kazi. Nawe mara ya mwisho kutoa kafara lini? Ni muda mrefu mkuu sijatoa kafara. Kwa nini umekaa muda mrefu hujatoa kafara? Najisahau mkuu. Umejisahau? Endelea kusahau. Juzi tu ungekwenda. Sasa nakupa siku mbili tu. Siku mbili tu utoe kafara, ama sivyo hiyo center bolt yako itakwisha. Umenielewa? Siku mbili tu. Si wamekufyatua kiuno? Kitakachofuata ni umauti. Siku mbili utoe kafara. Nimekuelewa mkuu. Galatu, oh Galatu, Galatu, oh Galatu, Galatu, oh Galatu. Galatu, oh Galatu, Galatu, oh Galatu, Galatu, oh Galatu.